Hello guys, welcome to Scala Creatives. Who am I with? Sugar boy is the good boy. Kama kawaida, Januza aka handsome boy. And we are in Who's better in their prime? Season ngapi? Season 2. Very nice. Twende nalo. Sasa leo na maswali tu 20. Sawa? 20 maswali tu 20. Kama kawa, we are choosing who was better in their prime. Tusiangalie titles ama achievements. Tunaangalia nini? Who is better in their twende nalo. Zlatan Ibrahimovic versus Robert Lewandowski. Nani wa mtambua in their prime? Zlatan alikuwa mti. Tamchagua Zlatan. Okay, hauna reason zaidi hapo? Okay. Sasa hakuna vile unaweza chagua watu wawili. Hakuna, lazima uchague mmoja. Baba Zlatan alikuwa dude la mtu huyo. Lakini sasa Zlatan unajua pia ni fighter. Sasa mimi hapo naweza sema Zlatan. Okay, very nice. Haya. Twende wa pili. Thierry Henry versus Wayne Rooney. Waza kwa nini? Waza bro. Kwa nini waza? Ukiangalia alianza kucheza professional football akiwa mdogo sana. Sijakosea miaka kama 17 hivi. Pale Everton. I think 16. Yeah. So Henry akona talent. Lakini sasa Rooney ukiangalia alianza kucheza akiwa mdogo sana. Alright. Kuchagua Rooney. Okay. Chano zaidi? Sina pingamizi bana Sugar Boy. Hata pia mnamchagua waza siku zote bana. Okay. Naona hii at this time kila mtu mnaambatana pamoja. Bado mambo. Haya. Haya. Twende kwa watatu. Jamaa la kuuma watu na Benzema. That is Luis Suarez versus Karim Benzema. Mimi naweza sema ule Benzema akiwa mchawi. Unajua Benzema tunaweza sema ni kama mchawi. Kwa nini? Benzema alikuwa akifunga kitu hapa hivi. Sijui aliambiwa na babu yake. Hapo Benzema akifunga ile bandage yake hapo. Benzema mimi kila siku. Alikuwa mchawi yule. Wamtambua kwa hivyo. Mtambua Benzema. Sawa. Unajua boli haichezwi na uchawi. Sijamaanisha uchawi wewe venye wewe waipeleka. Mimi nitamchagua Suarez. Kando na kuuma watu. Yule ni striker mkali sana. Wewe unaniambia uchawi wewe? Sikiza, sijamaanisha uchawi ile uchawi ati hapo. Kifunga ilikuwa kama uchawi wake. Sisi tuyafanya uchawi useme uchawi. Usingesema hilo neno. Angechagua neno lingine. Ni radi. Okay. Hivyo Suarez. Wewe unachagua Suarez? Suarez. Acha na mchawi. Uchawi Benzema. Okay, let's go next. Neymar versus Eden Hazard. Unajua ni ngumu. Wewe. Yeah. Ebo. Poni mwakamata. Astakafira. Hazard mtu wangu lakini in their prime tafadhali. Unajibu. Tusiweke ati mtu wako sijui nini. Nasema Hazard mtu wangu hata akiangalia video. Kama mtu wako wamaanisha nini kusema mtu wako? Probably lugha nzuri mtu wako vipi? Mwako ni unajua mimi mwana the Blues. Lakini Neymar. Sasa ukiuliza tu mtu yote Neymar yani. Neymar. Bana, talanta muhimu bana. Oe, Neymar yaujua. Neymar yapika yani yaujua. Neymar kila kitu, amfiki hata kidogo yule. Wote wanaujua. Mwenye yaujua zaidi. Mtu wa Chelsea huyu lazima nimfilie. Mimi ni mtu wake lakini nimemchagua Neymar. Lakini wote wanaujua. Siko biased. Sisi kwa biased. Nani unamtambua nani hapo? Neymar. Very nice. Next. Rodri. Watu yeye ambaye imekuwa kusemekana sana ile kadondani kushinda kwa waki. Okay. So Rodri versus Declan Rice. Hata bana akushinda kwa uwazi bana. Hiyo nafunga macho nikikujibu bana. Rodri, mtoe huyo mchele hapo. Atuambia mchele. Rodrigo. Ballon d'Or hata kama kushinda kwa watu. Sio hivyo. Yeke hivyo kabisa.
Sio hivyo. Umechagua Rodri. Next. Victor Osimhen. Mshambuliaji wa Galatasaray. So Victor Osimhen versus Lautaro Martinez. Inter Prime, usiangalie. Mimi naweza nisikue biased, naweza sema Lautaro Martinez. Kwa sababu ya nini? Lautaro Martinez naye kitambo pia alikuwa tumsikia yeye mwenyewe mfupi, lakini boli za juu yaenda, ya kujia mpira nyuma, yacheza, yani ni good team player. Lakini Osimhen naye talanta ako nayo, lakini Osimhen ni goal scorer. Yeye mweke hapo mbele, atakufanyia mambo, atakumalizia, atakufungia. Lakini hizi vitu zingine zote kama mchezaji mwingine, Lautaro Martinez mwachie kabisa ule mfupi. Lautaro Martinez. Mi sugar boy the kid boy. Tenda na Osimhen. Manake ukiangalia ukisema in their prime, Osimhen yani hata ukiangalia nchi yake mwasaidia sana. Wasaidia vipi watu wa hata ninio? Wengineko ukiangalia Lautaro yuabebwa na Messi. Osimhen Ngoja kwanza. Juzi wanapigana uwanjani hapa, asisaidia wenzake kwenda World Cup. Ngoja kwanza. Ukiangalia Osimhen kwa taifa lake Nigeria, ametinga bao ngapi? Ukiangalia Lautaro taifa lake la Argentina, ametinga bao ngapi? Ndio nasema Osimhen amesaidia sana nchi yake na klabu yake akiwa on his best form. Amesaidia kivipi? Watu wanaenda wakimaliza msimu wanaenda wapi? So wanaenda kucheza World Cup. Nigeria wanaenda? Aendi. Amesaidia timu yake kivipi? Hizi ndio vitu tunataka kuona. Hizi za peke yake wajua. Yeye ni mfungaji. Kina Lukman wanatingisha tu pale manywele tu. Hizi za peke yake. Ni mfungaji. Amefunga hajafunga. Mbele wafunga watu waende. Osimhen qualifier amefunga hajafunga. Amefunga lakini sasa Lautaro bebe bwana Messi. Messi gani? Hii ndio kitu yenye mnasema Messi amembeba. Wakati Osimhen kwa nchi yake ndo Messi. Hakuna kitu kama hiyo. Argentina kuna mbabe pale. Nigeria Osimhen ndo Messi. Tuendelee. Baliani naye lakini sawa tu. Tuendelee. Amemchagua Lautaro. Osimhen. Usilete Afrika lakini hapa, sawa? Mpira tu babu, mpira tu. Jomba. Chakua moto hii. Ndio tumeanza. Ndio tunaanza mzee. Haya. Rafael Leao. Rafael Leao versus Icha Kvaratskhelia. Hapo sasa naweza enda na point ya huyu. Sasa alijaribu kuininio lakini point yake hapa sasa, kwa hii ndio ndipo. Ukiangalia huyo Kvaratskhelia kabisa timu yake haina hata mtu, lakini yeye ndio yabeba hiyo timu kwa mgongo wake. Sasa ndio hiyo huyu kidogo. Ukiangalia Nigeria hakuna kila mtu, mastaa tupu kule wamejaa. Niambie Georgia iko na ninio wangapi? Watu wako. Kina nani nitajie mmoja. Ukimwangalia kipao ule wa Liverpool sijui Mamadashvili. Huyo ni wa hiyo nchi. Ukiangalia wako na striker pale tu sijui Mikadze. Mikadze. Unajua interviewer? Nataka uniambie ni wangapi, alafu nitajie Nigeria ni wangapi majina. Hivi sasa ukiangalia hiyo nchi yenye wasema yaitwaje? Georgia. Wasema Clava ndo yeye peke yake ndo star player kabisa. Nikiangalia Euro alikuwa anamwangazia ule kipa sana. Huyo mama ninio Mamashidaville. Huyo walikuwa anamwangazia sana. Usije ukangoa ukakana ukasema kumama. Nikumbushe jina lake la kwanza. Nikumbushe jina lake la kwanza ukipa. Interview hebu tukumbushe. Jina lake la kwanza ndo tutumie hilo. Huyu anaweza sema acha nimuite G. G alikuwa yoangaliwa sana, ambapo ikamsaidia hiyo Euro akapata move yake Liverpool. Kwa hivyo wezi sema Crava kule ndio yamulikwa sana. Lakini nani yamulikwa sana? Ndio nimekwambia kipa. Wewe umemchagua nani kwa hilo swali? Turudi kwa swali letu. Umemchagua nani wewe? Crava. Mimi nimemchagua Leao.
Mimi point yako point yako tu ndio ulikuwa naileta, ilikuwa ikue hapa. Ushaona? Amili yao. Ana tabu kweli huyo jomba. Inabidi sikendi niweke mpaka hapa. Eka mpaka mzee hapa. Eka boundary hapa mzee. Kweli bwana. Noma. Bukayo Saka. Phil Foden. Anza hii. Najua mimi kuna mambo mengine sipendi. Kwa sababu mambo kama haya hairuhusu. Haikai sawa. Kwa sababu kuna watu wengine unawa disrespect. Unakosa heshima. Phil Foden na Bukayo Saka. Bukayo Saka hana hata trick pale Premier League. Hata ukiniambia kwa Premier yake, Premier Foden amekuwa na trick ngapi? Acha tuulize Premier Saka amfanya nini? Amefanya nini kama si shinda lile dala lile. Pilipili ameshinda. Namba 2 peke yake. Ndo Premier yake hiyo. Ndo Premier. Sawa, sikatai ndo Premier yake hiyo. Sasa hebu angalia Premier Foden. Wewe angalia Premier Foden. Hapo kidogo. Jibu tu kimoyomoyo. Hata wewe mwenye anaochi video jibu Foden Saka. Hapo utatuambia jibu kwenye comment. Kwenye comment. Tuambie. Hiyo tumeacha blank hiyo. Jaza hili pengo. Sasa nyinyi mmechagua nani? Foden. Wewe pia? Hilo si swali bwana. Alexander-Arnold versus Reece James. Sasa hapo tulikwambia. Hapo Sugar Boy alisema bana yeye ni Reece James. Kwa sababu mwana Chelsea huyu ukiangalia. Si reason. Ni reason kwa sababu mwana Chelsea huyu. Na mimi handsome boy nikasema pale nipatie Trent. Kwa sababu ya nini? Trent akiwa Liverpool hakuwa na injuries hizi kidogo kila saa unaona hakuwa na injuries hivyo. Lakini Reece James player mzuri sana. Lakini huwezi mtegemea. Ilikuwa huwezi mtegemea, unamweka game 2 ashaumia. Game 2 ashaumia. Na hizo game 2 akishaumia akija anaingia dakika 30 peke yake. Tena ameumia. Nadanganya bana nini hiyo bana? Nadanganya. Sasa huyu ni mwana Chelsea pale ndio kwa namweka Reece James. Lakini kamwambia Reece James naye utamtarajia kwa game kama ngapi? Mechi kama 5 peke yake. Ushamaliza. Mimi nishamaliza. Sasa hii episode yetu tunaulizana vipi? In their prime. Ndio hapo prime yake. Tukisema prime na maanisha alikuwa yacheza. Na mimi sikiza. Na mimi nikikwambia in their prime, ukiangalia ile jani yetu tukashinda UEFA ile. James amecheza mechi zote. Sawa? Tukashinda ile Super Cup amecheza. Mwaka si ndo prime hiyo babu ndio nasema mwaka gani hiyo prime yake? 2021. Kwani Arnold mwaka wake ni lini prime? Wakichukua ligi bana. Lini? Juzi wakichukua ligi. Juzi. Wakichukua ligi bana juzi. Sawa, acha niendelee. Wakichukua ligi Liverpool, kwani nani amechukua ligi? Hata kunyao Sugar Boy. Anielewi huyu. Huyu yasema usiweke mwana Chelsea na mwana Manchester United. Yasema James alikuwa ameumia. No, in their prime. Karibu chakula. Acha mimi nieleze. In their prime. Ndio maana nikasema tukishinda ile UEFA, James amecheza mechi zote. Ndio mwaka gani? Kwa hivyo alikuwa prime yake hiyo 2021. Ndio prime yake. Sawa. Ndio prime yake hiyo. Hata Alexander, hiyo ndo prime yake. Kwa nini? USA defend, sawa? Hizo crosses za Alexander hizo. James yuweza zileta, sawa? Acha ngutoje mfano. Sasa kwenye bakosi ya England. Wajua Arnold hajaitwa tangu Tuchel achukue kazi. Kwa nini? Wajua? Ndio nauliza wajua? Kwa sababu hakuna injury sasa hii. Arnold ana injury. Ana injury bana, amerudi tu game 2 haitwa. Kwa hivyo Tuchel alivyokuja Arnold alikuwa ameumia. Unajua ameenda nchi nyingine bana. Lazima kuna kuadapt bana. Acha nimalizie na hiyo. Haiti sababu hajui kudefend. Tuendelee. Niambie Reece James nini Trent pale akiwa kwa Premier yake. Alikuwa akipigia moja sala pale ni bao si bao. Trent huyo mwenyewe kuna assist ngapi pale Premier League? Wajua bana tungoje tuangalie World Cup ndio hii inakuja. Tungoje kama title. Sasa nataka nikwambie Sugar Boy. Trent asipoitwa unipe 500.
Sawa, tunataka tubeti. Tuendelee. Tunataka tubeti. Unipe 500. Hatuwezi beti, ni haramu, ni mfunga mimi. Sitakafir. Kobe. Tuendelee baba. We, baba hapo ni Ramos mwanangu. Sifikiri kitu kwa sababu mimi cheki hapo ni Ramos. Hapo sifikiri kitu. La Sugar Boy, hebu mimi nitamchagua Virgil van Dijk. Siko mpagawa naye kwa sababu zote hizi ni Van Dijk umemchagua kama mpagawa. Anaambia marafu tu. Van Dijk. Sisemi marafu, naangalia pia ni hiyo prem yake. Van Dijk ni akili. Sawa. Gani bana? Akili. Marafu tu Ramos. Ramos, acha nikwambie ukweli. Ramos ungekuwa na Vieira zile zama Vieira angekula redi nyingi. Sawa? Angekula redi bado nyingi. Na hakuna Vieira. Kumbuka? Ungekuwa na Vieira angekula nyingi. Ndio hiyo sasa. Van Dijk amecheza era ya Vieira. Si mwatizedi Vieira. Elewa. Sasa Van Dijk amecheza Vieira. Sasa Van Dijk amecheza era yenye kuna Vieira. Labda hata nimwambie kwa ile ni video assistant referee. Hiyo ndio point yangu. Van Dijk. Son Salah. Tamchagua ule Muegypti yule wa nini yule Mungu wao yule Salah. Huyo mtu akiwa Premier yake hatari. Anafunga akosi hatari kabisa. Salah kila siku. Salah. Mimi nitamchukua yule mwanajeshi. Mwacha tupatie sababu. Mbona mamaka? Tunataka kusikiza hiyo sababu. Son Heung-min. Son pia kwa Premier yake kwa kosi. Sawa? Kwa Premier yake sema tu bahati mbaya tu. Kosa nyingi kulingana na Salah. Hatuwezi jua, tuna ushahidi unajua. Hatuwezi jua, lakini sasa mimi nitamchagua yule mwanajeshi. Kwa nini? Ukiangalia penye ametoka. Sawa? Background yake. Unaona? Na ukilinganisha huyu Mwafrika mwenzetu. Unajua hapo tutekelea hivyo sasa na ukiangalia mimi nimesema ni maskini. Mbona watu waambia background? Naendelea. Son timu yake amezungukwa na average players. Ken alikuwa average. Asikie. Ken is a world class player. Sijamaliza. Ananipatia majibu. Sijamaliza. Amtweken. Hiyo wakati walikuwa na wachezaji kama nani? Harry Kane, Tweken, Dele Alli, Twedele, Gareth Bale. Bale kitambo. Bale ni world class player. Bale bana hajacheza na Son bana. Amecheza naye msimu kama mmoja. Amecheza na Bale akiwa mdogo. Hebu ni hakuna bana. Hebu ni alivyorudi loan ndo amecheza na Kane. Hapo pasha flop. Ameflop wakati. Point yangu ni Son akiwa Premier yake amezungukwa na average players. Ukimtoa Harry Kane world class. Salah amezungukwa na world class players. Ndio maana mwenzangu akasema Arnold alikuwa akimwekea tu. Hapo unakuja kwa Mwenyezi Mungu. Unakwambia Son unakuja kwa Arnold hapo ndugu yangu. Si ati namtambua Arnold. Hiyo ninakwambia alikuwa amezungukwa na. Kwa nini anafunga Salah? Kwa nini Salah anafunga? Son ilikuwa ni Trent akimwekea moja pale hapo. Sasa sikiza, Son alikuwa na huyo mtu lakini amepambana. Ukiangalia hata nadhani ashachukua top scorer wa ligi, si ndio? Ashachukua. Salah pia amechukua mara kadhaa. Hiyo ndio point yangu. Tuendelee. Harry Kane, Robert Lewandowski. Harry Kane. Lewandowski. Mbona mnamdharau hivi? Harry Kane sahi ukiangalia ligi yetu ya England. Kwa hiyo mmoja. Harry Kane ile ni ndo top scorer wa pili. Mbuzi pia kule anatuambia kule England. Harry Kane ligi gani? Lewandowski ligi gani? Sasa Harry Kane si waenda fanya mambo huko. Unaona? Hata Lewandowski anafanya mambo huko. Wapi? Aje England basi. Kwa huko liga mbuzi. Aje England kama pati injury. Atwa point of view si wewe.
Kevin De Bruyne versus Luka Modric. Naona mshamdogo. Mbona unipatia hii sugar boy? Hebu anza. Wewe anza, siko kwako. Ngumu hii, hebu anza kidogo. De Bruyne Toa jasho. Namchagua Luka. Luka. Kisa na maana ni tu hiyo, nitasema longevity. Ameucheza sana tangu kitambo. Nitamchukua yeye. Mimi naweza mchukua Luka kwa sababu ukiangalia hata nchi yake aliipeleka paka wapi vile? Finali. Yaani Luka bana, Luka. Haya. Phil Foden versus Jamal Musiala. Nani tusikwe bias? Asamboy. Mimi naweza sema Musiala ni talent. Sawa. Mwache, mpatie miaka kuje. India Prime nitachagua Phil Foden. Unajua Phil Foden hata ilikuwa haizi kosa mechi, akiumia Guardiola analia yule. Mimi namchagua Phil Foden. Foden kwa nini? Musiala mwenyewe aliepa ile ligi yetu. Akaenda ligi ya watu wanachinja mbuzi, kwa wanachunga mbuzi huko. Sasa Foden. Okay. Jude Bellingham versus Pedri. Mimi naweza sema kwangu mimi sugar boy hapa tusikosane. Sawa. Unajua pia wewe ni mwana England. Hapa tusikosane. Sasa mimi naweza sema Pedri. Pedri bana. Pedri waujua bana. Sawa bana sugar boy. Mimi nitakosana na interviewer. Au ni maplayer wawili tofauti sana. Ndio maana alikuwa nataka kuuliza swali. Unaona Pedri angenitaja Vitinha. Lakini sawa, tukatai, hatukwepi. Mimi interview ya lala ni ama mfunga Swaumu. Pedri. Vinicius Junior versus Kylian Mbappe. Usiambie Mbappe ati kwa kuwa sasa ni striker aliyecheza winga. Alianza kama winga. Mwanza in fact in his prime was a playing wing. Zito hii baba. Moja alikuwa namba 2 kwa Ballon d'Or. Fanya kubeba. Nani? Wajuaje discipline? Walisema hakusema in discipline. Mimi naweza sema Kylian Mbappe. Mbappe bana. World Cup umesema tusiangalie vikombe. Lakini hiyo alikuwa prime yake. Tusiangalie vikombe lakini pia hiyo alikuwa prime yake. Sawa. Bana Mbappe akiwa ile kama tuongelea vikombe. Mbappe bana, yani naweza sema Mbappe ilikuwa hii side yake ya kucheza. Ilikuwa tu akipata boli bana Mbappe anachukua watu, anafunga. Vinicius pia anachukua watu, anafunga lakini Vinicius anakosa. Kuna zingine anakosa. Lakini Mbappe ndio mpira huo. Mbappe akosi zingine bana. Mimi nitasimama na Vinicius Junior. Mongelea World Cup hapo, mimi naongelea UEFA. Sawa. Sekunde 3 tu. Vinicius 1-2-3. Asa tuendelee. Hatukai sana. Haya. Kylian Mbappe versus Erling Haaland. Sasa Mbappe pia ni striker. Sugar boy hapo wote tuweke kwa striker ama tuweke striker hapo. Striker nadhani kimsoma akili yake vile ki striker pale. Hapo kama ni ki striker bana mimi Haaland bana. Mimi ki striker Haaland. Robot. Now this one toughest of all. Hii italeta maneno. Hii tunataka hayo maneno hayo.
Nakwambia nyingine itabidi uweke boundary. Whom do you consider your GOAT? Lionel Messi or Cristiano Ronaldo? Utaleta vita. Naona akileta vita na nimfunga hata sitaki mimi yani. Najaribu kuongopea lakini ashakumsimatusi lakini interviewer nakosea kweli. Hii debate ni ya kila siku na haitawaisha hii debate. Sawa, ndo la mwisho hili. Sawa, kuna player huyu si mrefu, futi 5 hivi, alafu mguu wake namba 6, yaani mguu mdogo tu kama Sele, kama Selemani, akana mwili. Nakumbuka akianza kucheza mpira alikuwa mgonjwa, alikuwa na shida ya moyo hivi, sijui kama sijakosea. Huyu mwenye pia utaki kumtaja, kumbuka pia alikuwa na shida ya goti, ilikuwa haizi cheza hata mpira. Itakufikia hii maiki, bado ni yangu. Sawa, tunakwambia hapo itabidi uweke boundary hapo, kwa sababu hapo tutanuka. Kumbuka alikuwa na shida player, sijui moyo vile. Player alikataliwa Arsenal trials, alifail, akachukuliwa Barcelona, alifail trials. Alisema huyu kifefe, akachukuliwa Barcelona, akamlipia hospitali, akakuwa one of the world best players, ama the one best players. Mbona Sugar Boy unajaribu kwa mjanja, lakini month ya Ramadhani, mwezi mtukufu. Huyo nimeanza na Shakum sema tusi. Huyu player akona World Cup number 10 Barcelona, legend Lionel Messi. Sasa bana Sugar Boy, hajua kuna kitu kimoja, hata tukiwa pale kwa kahawa pale, huwa nakwambia siku zote mwezi mtukufu wa Ramadhani ndugu yangu. Sawa, wewe mwenyewe ndio uliniambia talent ain't enough. Mbona leo ananiambia si kwa Messi lazima sienda mazoezi? Kwa hivyo ni bidii pia. Gym utaonesha nini? Gym gani bana? Mimi acha nikwambie bana. Siku zote yule mwenye yasema yule alikuwa na injury ya goti. Goti limeoza. Lakini mambo ya Mwenyezi Mungu ni mengi. Sahi nacheza na mimi goti wangu. Cristiano Ronaldo. Yeye ndio mbuzi wangu. Shaona. Siku zote ni Cristiano Ronaldo. Naona unakuazwa kidogo. Mbuzi mgonjwa kivipi? Wewe mwenyewe wajua dunia nzima. Wewe mwenyewe wajua dunia nzima Cristiano Ronaldo ni nani? Unajua kivipi pale kwa mkao niambiaje? Lakini wewe muongo siku hizi. Lionel Messi. Legend. Bana wangu ni Cristiano Ronaldo. Mbuzi wangu. Okay. Now dear viewers, please comment there with your goat. Comment down tuambie goat wako ni gani, kwa sababu hapa naona hawa tukisema tuendelea hapa hawamalizi leo. That you want us to add before we end this video? Sugar Boy. Labda nimpatie Sugar Boy mwongo sana. Labda nimpatie. Ninaomba mic ziwe mbili. Maana hii moja tutaivunja. Tafadhali. Usielewa economy bana mbaya bana uchumi. Kweli, kwa sababu hata mimi nakwambia hapa kuna mpaka hapa, kwa sababu nitamzengua, kwa sababu leo amenitengua sana. Tukue na amani tafadhali, peace. Afika boundary hapa, kwa sababu yani mic ziwe mbili. Nini wewe huko? Mic ziwe mbili. Tutajaribu. Inshallah. Okay, inshallah. Remember to subscribe, comment, like and share the videos. Until next time, see you in episode 3. Ciao.